Naam, mpenzi msikilizaji popote ulipo. Natumai siku yako imekuwa salama. Leo ni Jumapili njema, Jumapili ya kwanza kwa mwezi wa 10. Natumai umetoka kanisa kwa salama. Na siku yako imekuwa salama. Leo tuko live, tumetembelewa na mgeni wetu kutoka kanisa atajitambulisha tu, ila tumetembelewa na mgeni jinsi tulivyokuwa tumewaeleza pale awali. Tunataka tuongelee mambo ya kanisa au ya Biblia, tukaweze kusoma zaidi na kuelewa, maana wao wametimu ama wamesomea, ni wabombea wa vitabu vitakatifu vya Injili. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Natumai umetembea salama, natumai Jumapili yako imekuwa salama. Karibu kwenye Wakesho FM, ama kwenye pale YouTube Timeless Wakesho, ama Facebook Timeless Wakesho. Karibu sana, ujitambulishe kwa majina na tueleze unahisi aje kwa kwenye station zetu za radio siku ya leo. Asante sana. Kwanza nitamshukuru Mwenyezi Mungu, yes, kwa ajili ya siku ya leo. Yes. Cha pili nitakushukuru mtangazaji wa Wakesho FM. Yes. Yes, kwa cha tatu nitajitambulisha kwa majina. Yeah. Yes, kwa majina ninaitwa Pastor David Kwei Mayabi. Yes. Yes, kanisa yangu liko pale Pefa Cathedral Church pale Dandora. Yes. Hapo ndipo ninapohudumu. Yes. Na nashukuru sana kwa ajili ya kunialika kwa hii radio ya Wakesho FM. Yes. Na natumai kwamba Mungu atatenda. Asante. Na kidogo tu unahisi aje kuingia katika channel zetu baada ya kutoka kwenye kanisa pale hivyo? Unahisi aje, labda barabarani kulikuwaje? Furaha ipi ambayo ulikuwa nayo? Okay, asante. Furaha niliyokuwa nayo ni kwamba yani nilihisi ni kana kwamba kweli Mungu anatenda. Yeah. Maana sio rahisi na si jambo la mchezo. Yes. Maana kufika mahali hapa kwa kweli ni kwa neema. Sio wote wanaofika mahali hapa. Yeah. Na sio wote wanaoomba kufika na wanafika. Yeah. Ila ni kwa neema. Yeah. Na nashukuru na nimefurahi kwa mahali hapa. Labda wewe ni mzaliwa wapi? Watu wanakutazama pale hivyo, labda wewe ni mzaliwa wapi, umetokea wapi? Na huduma wako umesema pale uko pale hivyo Dandora. Labda wewe ni mzaliwa wapi, ama umezaliwa Dandora, umelelewa Dandora? Okay, asante sana. Mimi ni mzaliwa nyumbani mashambani. Yeah. Mimi nyumbani ni natoka katika kaunti ya Kakamega. Yes. Yes, pale Shanda. Yeah. Makunga. Yes. Isongo ward. Yeah. Kijiji changu ama kijiji ambacho ninatoka ni pale hivyo kinajulikana kama Emsoma Village. Yes. Yes, mimi ni Omshisiru. Yeah. Kutoka Center Isiru, but tumenunua pale Haimba. Yes. Emsoma Village. Na labda kuokoka kwako, ueleze watazamaji, labda kuokoka kwako kulianzia vipi, ama changamoto zipi ambazo ulizipitia hadi ikafika kipindi ukasema unataka kumrudia Mwenyezi Mungu? Maana si rahisi ukute mtu anaamka leo anasema anataka kuokoka. Labda kuna changamoto ambazo wanazipitia kwanza ndo akishafika mwisho ndio aokoke. Labda kipi ambacho ulikipitia ndio ikafika wakati ukaamua kumrudia Mwenyezi Mungu? Yes. Changamoto ambayo nimeweza kupitia kabla sijaokoka. Yeah. Nimepitia changamoto nyingi sana. Yes. Kwa mfano mimi kwa maisha yangu sikujua wala sikutambua kama kweli huyu Mungu yupo. Yes. Kuna siku ambayo nilikuwa natembea barabarani. Yes. Na kwa kweli kutoka hiyo siku nikaamini kwamba kuna Mungu. Nilikuwa natembea barabarani. Yeah. Ghafla pikipiki ikatokea nyuma. Yes. Hapo na hapo ikanigonga. Yeah. hapo pale ilikuwa pale maeneo pa
ilikuwa pale maeneo pa Lubinu Girls. Yeah, Lubinu Girls. Lubinu Girls Shanda, then Lubinu Girls. Yeah. Hapo ndipo nilipopata ajali. Yes. Pikipiki ilitoka nyuma alafu ikanigonga. Yes. Pikipiki hiyo ilikuwa imebeba abiria 3. Yeah. Lakini kwa abiria 3, yes, hakuna abiria hata mmoja ambaye aliweza kujeruhiwa. Yeah. Kusema kweli, hii ajali ilikuwa yangu, maana mimi tu peke yangu ndio nilipatikana kama nimejeruhiwa. Yeah. Pikipiki ilinigonga, ghafla ikapita mbele. Yes. Baada ya kupita mbele ikaniangusha, yani baada ya kunigonga ikapita mbele. Yes. Lakini hata ku lose control ati inaanguka, hamna mtu ambaye aliumia. Yeah. Ni mimi tu peke yake. Nipo na hii alama hapa yenye ambayo iko kwa mapua pale. Yeah. Hapa hivi. Yeah. Niliweza kugongwa na pikipiki, ghafla hapo mahali pakapasuka. Yeah. Hapo na hapo nikapelekwa hospitalini. Yeah. Wale ambao walinibeba, yule ambaye alinigonga pale, yes, alikuwa ameruka mpaka akakataa hata nipeleke hospitali. Yeah. Hospitali, sorry. Yes. Aliponipeleka hospitali, yes, hakunihudumia, lakini aliniacha pale. Yes. Na ghafla kugeuza pikipiki na kuenda. Yeah. Lakini nikaambia watu, muacheni aende, maana ajui anachokitenda. Yeah. Na cha muhimu, kama amenifikisha hospitali, yes, wacha Mungu na atende yaliyo yake. Yes. Baada ya kunifikisha hospitali, yes, madaktari wakaweza kunihudumia na kunishona mahali hapa. Yes. Nashukuru Mungu, maana alinipatia uzima na aliniponya. Yes. Niliponea kifo chupu. Yeah. Lakini Mungu naye ni nani? Namshukuru maana amenipatia uzima mpaka saizi niko mzima. Amen. Yeah, mpenzi msikilizaji popote ulipo, tunavuta bombs kidogo, tutaweza kurejea na mengi zaidi. Aweza akatueleza kulelewa kwake, kulikuwaje hadi wakati huu ameokoka. Yeye mtu mzima, ako na familia yake, ataweza kutueleza. Usiondoke wala usiende mbali, baki hapo tu tukaweze kupata kikombe au glasi ya maji. Tutarejea. Asante. Asante.